Ndio hii nimekuwa nikionya watu, naambia angalia maneno unayoyatamka, angalia unajisemesha nini, watoto wako nawaambia nini. Una nguvu ya kiungu ndani yako, ukitumia vibaya inafanya kazi hivyo hivyo. Kwa usije ukajichukulia rahisi tu hivi hivi, ili watu wasikuone kwamba una shida sana, unaanza kusema tu samani, ili watu wasikuone kwamba wewe mambo yako yamekuwa mazuri, unaona kama utakuwa umejitukuza sana. Bwana, unaendeleaje? Akila kukicha heri ya jana. Sheria ya asili inasema your wish is my command. Umetaka kila kukicha iwe heri ya nini? Ndivyo ilivyo. Kuna nguvu ya kiungu iko ndani yako. Niwaambieni, hakuna siku hata moja, wachawi wanisikilize, wanaelewa hili, hawawezi kumloga mtu mpaka huyo mtu mwenyewe afungue mlango. Asilimia kubwa ya wanaokushambulia ni uoga wako. Waswahili wanasema mchawi mpe mnani? Mtoto. Mpe tu atalea. Na yeye anashtuka. Huyo ana nguvu gani? Vivyo hivyo, ukijua nguvu ya kiungu ndani yako, kuna vitu hutavifanya. Napenda sana hiki ambacho Ellen White amekisema, na kilinishtua sana wakati nakitazama. Kuumbwa kwa mfano wa Mungu humaanisha uwezo. Kitu gani hapo jamani? Uwezo. Uwezo sio kitu kama uwezo wa kufanya maamuzi ya kiungu. Kabla hujabarikiwa na mchungaji, jibariki. Ndugu zangu, saa nyingine chukua kile kioo chako pale nyumbani, weka hapo mbele yako, tazama kwenye kile kioo. Yule mtu unayemuona kule ndani, mwambie umebarikiwa. Mungu ana mipango mizuri kwa ajili yako. Mpaka hapa unaweza kujua kinachotuponza ni nini. Tunajipima kulingana na ulimwengu unavyotuambia, badala ya kujipima kama Mungu anavyosema. Asubuhi ukiamka unawaza huna ada ya mtoto wako, unasema sina ada. Sina ada. Kitendo cha kusema sina ada, your wish is my command. Si unatenda kiungu? Pastor, bado sijakuelewa. Mungu akitaka kitu kisiwepo, hukiambia kisiwepo. Kwa hiyo wewe uliposema huna ada, umeambia ada isifanye nini? Isiwepo. Kwa hiyo haitakuwepo. Lakini mchungaji, sasa ina maana tu kwa kusema imekuwa. Mambo ya kimungu sio sayansi. Sayansi nataka uingie maabara. Na mimi niwaulizeni swali. Common sense. Mungu akasema nchi na itoe wanyama. Nitajie listi ya wanyama waliotoka kama unaweza hapo ulipo. Nipe listi. Kuna wanyama huwajui, ukiangalia Discovery Channel ndipo unaanza kushtuka. Hivi kumbe kuna kiumbe nacho kilitoka hiyo siku aliposema nchi na itoe. Na aliposema nchi na itoe, hatuoni maandishi yakisema kwamba process ipi ilitumika. Tatizo letu kubwa ambalo Mungu akikutoa hapa, kuna siku utashuhudia tukikutana, ni hivi: kwa nini imani yetu inatikisika? Namba moja, hatujui tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Namba mbili, tunauliza process wakati Mungu huwa haulizwi process. Wakati tukiwa kwenye zile siku za maombi hapa, wengi wenu mlikuwepo. Hadi leo na sijui ni nani ambaye nilikuwa sijui ni Teddy au ni Nyando, kuna mmoja nilikuwa namfuadia maushuhuda bado ambayo yanaendelea kuja. Bado yanakuja, bado vitu vilishapita lakini bado vinaendelea kuja. Watu wanaona. Nataka kuanzia asubuhi ya leo, kabla hatujafika jioni, jiambie mimi nimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu anatarajia utende kama yeye. Mungu anatarajia uishi kama yeye. Imeandikwa vizuri kabisa. Jioni utaona dondoo moja. Ellen White anasema Mungu anahitaji kwamba maisha yetu ya ndani na maisha yetu ya wapi? Ya nje yaonyeshe utukufu wa Mungu. Pale kazini kwako watu wajue we ni nani.